Yesu hana kiti, amesimama mwenyewe, amekaa, ni Mungu. Nikupe ushahidi? Nikupe ushahidi? Tulia wewe mtoto wa Abu Jahal. Nikupe ushahidi, Yesu amesimama, Mungu ndo amekaa. Nikupe ushahidi? Mpe huyo. 16:19 Mariko. Na mimi pia nitoa ushahidi. Wewe tulia wewe mtoto wa Abu Jahal. Kiti ni moja sio mbili. Soma hiyo. 16. 11. 16:19. 16:19. Inasema Bwana Yesu baada ya kuyasema hayo akachukuliwa juu mbinguni. Akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mpe. Amechukuliwa wapi? Juu mbinguni. Ameketi mkono wa kuume wa nani? Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Yesu si Mungu. Umekubali hiyo? Hiyo umekubali? Kwa Yesu si Mungu, umekubali? Nakubali, lakini Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa nani? Hata wakati Mungu alikuwa anaumba dunia. Haya, tukubaliane, ni mwana wa Mungu. Yesu amezaliwa na Mariamu, si ni kweli? Kweli. Akimwona Mariamu anamuita mama, sawa? Kweli. Na akimwona Mungu baba yake. Kwa hivyo Yesu akiona Mungu anaita nani? Akiona Mungu anaita nani? Baba yake. Na akiona Mariamu mama. Na Mungu na Mariamu wakionana wanaitanaje? Hiyo ni ngumu? Si ngumu. Wewe ukiona baba yako unamuita nani? Namuita baba. Na ukimwona mama yako? Namuita mama. Baba na mama wakionana wanaitanaje? Mke na mume. Sasa hapa kuna tofauti ya sawa. Kwa hivyo wewe kwa imani yako unaamini Mariamu ni mke wa nani? Siamini kwamba Mariamu ni mke wa Mungu. Mariamu ni mama wa Yesu. Mariamu ni mama. Ngoja kidogo. Kama Mariamu si mke wa Mungu, si mke wa nani? Mungu. Na aliyezaa huyu mtoto ni Mungu ama ni Mariamu? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ana mwingine tena. Kwa hivyo Yesu ni mtoto wa Roho Mtakatifu, sio wa Mungu. Unasikia Maria conceived pregnancy through Holy Spirit. The Holy Spirit. Yes. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Holy Spirit. Yes. Si mwana wa Mungu. Unasikia kwa Biblia kuna hata wakati Mungu aliumba dunia, kulikuwa na Mungu, Roho Mtakatifu na Yesu. Ukifuata Biblia inasema. Ngoja, kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu na kuna Mungu. Ndio. Hao ni wangapi? Na Mungu ni watatu. Mungu si watatu. Nimesema kuna Mungu, Roho Mtakatifu na Yesu. Hao ni watatu, sawa? Na Mungu sio watatu. Mungu ni ngapi? Mungu ni moja, ambaye sio Yesu, sawa? Ndio. Na si Roho Mtakatifu, sawa? Ndio. Umeelewa vizuri? Sasa wewe abudu Mungu mmoja peke yake na usiabudu Yesu. Nisiabudu. Uabudu? Naabudu Mungu. Na Yesu? Yesu aliosha dhambi zetu, alikuja kuosha dhambi zetu. Kwani aliosha na nini hiyo dhambi yenu? Kwani dhambi inaoshwangwa? Nani alichafua hiyo dhambi yenu mpaka muoshe? Ati Yesu aliosha nini? Dhambi yenu. Kwa hivyo amebeba dhambi yenu. Dhambi zetu alizichukua. Kwa hivyo wewe huna dhambi? Mimi sina dhambi. Hata moja? Sina. Kabisa? Nilioshwa. Mpe tusikize Biblia inasemaje. Waraka wa kwanza Yohana 1:8 anasema hana dhambi. Anasema dhambi yake yote ni Yesu amebeba. Yeye ni maasum, sasa hana dhambi hata moja. Sasa sikize Biblia inasemaje. Waraka wa kwanza Yohana 1:8. 1:8 inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi. Muonyeshe kabisa. Angalia kabisa. Kama huyu anasema hana dhambi. Inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Ati nini? Twajidanganya wenyewe. Mpe. Anaye. Ukisema huna dhambi unafanyaje? Kumbe unajidanganya rafiki yangu. Ni mimi nimesema ama ni Biblia? Mimi najua sina dhambi. Mpe arudia tena. Sina dhambi kabisa. Anakuambia hapo. Soma tena. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Mpe. Wewe umesema huna nini? Sina dhambi. Mpe arudia tena. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Kama huyu. Twajidanganya wenyewe. Mpe. Ukisema huna dhambi unafanyaje? Unajidanganya. Nisijidanganye. Ni Biblia ni maneno ya Mungu ama ya binadamu? Maneno ya Mungu. Inasema Mungu anakuambia ukisema huna dhambi umefanyaje? Wacha tuulize Yesu. Yesu
Huyu mtu ulibeba dhambi yake mpaka anakuja anasema hana dhambi. Wacha Yesu mwenyewe sasa tuambie. Yohana 8:21. Sikiliza Yesu. 8:21. Soma sasa. Inasema basi akawaambia tena. Akawaambiaje hao Wakristo? Mimi naondoka. Yesu anasema mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Mtaanza kutafuta Yesu. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Ati nini? Mtakufa katika dhambi yenu. Ati nini? Mtakufa katika dhambi yenu. Mpe. Ana. Yesu anasema anaondoka, nanyi mtamtafuta, nanyi mtakufa katika nini? Dhambi yenu. Kumbe sasa ukifa unakufa na nini? Sio wanadamu wote wanakufa katika dhambi. Si hata wewe? Ni wale waovu. Kwani wewe si mwovu? Mimi sio mwovu. Yeye rafiki yangu. Rafiki yangu, Yesu hajabeba dhambi yako wala dhambi ya baba yako. Yesu hajabeba dhambi ya mtu yeyote. Yesu sio gari ya kanjo abebe chafu ya watu. Wewe unafikiri Yesu ni mtu wa kaunti? Yesu hakubeba dhambi ya mtu, na kila mtu anakufa katika dhambi yake, na Mungu amesema kila mtu atabeba dhambi yake mwenyewe. Siku hiyo inakuja, itafika hiyo siku, kila mtu atawajibika na dhambi yake. Hii ya nyinyi kudanganywa kanisani, mnaambiwa ati hamuna dhambi, hiyo ni kutaka kuwapeleka motoni direct, kwa sababu binadamu akitenda dhambi, dhambi yake itamfuata mpaka kaburini. Ukifika kwa Mungu utalipwa, na hiyo dhambi yako utachomwa nayo. Sasa nini ufanye sasa? Kwa kuwa una dhambi, ili usamehewe lazima ufanye kitu, si ni kweli? Ili usamehewe unatubu, na uwezi tubu mpaka ufanye hivi. Nikufundishe vile unafaa ufanye, nikufundishe. Sema. Mpa huyo 9:27 Qurani.